Sijui mimi kama seneta nisemeje wakati ambapo mwenyekiti anasema uongo wa wazi, kwa sababu sisi wote tuna macho mwenyekiti. Hata tunaweza kuomba kwamba wale ambao wanasimamia teknolojia ndani ya bunge hili la Seneti warudishe picha ama warejeshe picha ambazo tumeziona kutoka kwenye bedroom ya yule seneta. Hajavalia kola yoyote. Lazima sheria zote, lazima sheria hizi ziwe sawa kwa kila mtu, na tusiambiwe uongo wa kweli, uongo wa wazi. What is your point of order, majority? Ndio nilisema sijaelewa vile ya ku... Kabla turejelee mjadala huu, ni lazima kwanza seneta wa Nairobi akanushe matamshi yale amesema kuhusu wewe kama kiongozi wa nyumba hili, na kuomba msamaha na kuyaondoa katika nukuu ya maneno ambayo yanaendelea katika bunge hili, kwa sababu kama seneta hawezi kumwambia seneta mwenzake kwamba amedanganya. Je, speaker mwenyewe ama mwenyekiti kwenye kikao kama wewe, itawezekanaje seneta akwambie kwamba unadanganya? Mimi nataka kuomba kwanza aombe radhi kwako, aombe radhi na ayakanushe matamshi hayo, ili sasa tuweze kurejelea mjadala. Lakini tukirejelea mjadala, bwana speaker, wewe tayari ushatoa mwelekeo wa jambo hili. Kumbuka kwamba seneta Osotsi mara ya kwanza alileta motion ya kutupilia mbali session hii hadi kesho. Kile wanachofanya ni kupoteza muda ili itimie saa 12:30 tuende nyumbani. Tafadhali wacha kuwaruhusu hao kupoteza muda. Wakati mwenyekiti ameshapeana maelekezo, hakuna cha kubishana tena na kujadili. Asante Senator. Senator Sifuna, ningeomba uombe msamaha kwa ajili hata mimi nikitoa maoni hapa si maoni yangu. Unaona iko watu wawili kando yangu ambaye wananisaidia kwa maamuzi ambaye natoa kwa nyumba hii. Si maamuzi yangu binafsi. Na kwa hivyo tafadhali omba msamaha. Mheshimiwa mwenyekiti, wewe unavyonijua mimi ni mtu wa heshima sana kwa wale wote ambao wanakalia kiti hicho. Lakini haiwezekani kwamba kwa mfano seneta sasa Methu aseme kwamba anaona pembe juu ya kichwa cha Sifuna na isemekane kwamba hatuwezi kuzungumzia swala hilo. Na kama ulinisikia vizuri, nilianza kwa kusema sijui nifanyeje mimi kama seneta wakati ambapo wewe ukiwa kwenye kile kiti unatoa hoja ambayo kwangu mimi naona kwamba ni uongo wa wazi, kwa sababu na mimi nina macho. Nilikuwa nimechanganyikiwa hapo mwenyekiti, nifanyeje mimi kama seneta? Seneta, mtu akwambia jambo ambayo unaona ni uongo, unamuita muongo. Kwa hivyo umeniita muongo kwa maoni yangu. Lakini nilivyokueleza si maoni yangu. Ni maoni ambaye nikiwa katika hii kiti nina usaidizi ya wafanyikazi wa Senate. Kwa hivyo naomba uombe msamaha. Sawa mheshimiwa mwenyekiti, basi wale waliokaa kando yako ni waongo. Na nataka niseme naomba radhi kwako kama mwenyekiti, lakini wale wanaokuelekeza ambao wamekaa kando yako wanakupotosha kama mwenyekiti. What's your point of order, Majority Leader? Unajua, Mr. Speaker, like I've told you, please don't fall a victim to this move. I want you to be firm and decisive. Senator Sifuna is grossly out of order. You cannot refer to the chair as having lied. We don't have a problem with you agreeing or disagreeing with him. That you can do. But the problem is your language. You can choose to tell the chairperson that I do not agree with your interpretation. But you cannot call the chair of a session a liar. Secondly, Mr. Speaker, after you have... No. It's a point of order. Point of order. See, you'll have your chance. You have the chance. Anyway, So, Mr. Speaker, you know, Mr. Speaker, I've been in this house long enough to know when people don't want a matter to progress to its logical conclusion. What those who are in the minority are now doing, and those who don't agree with those who are rejecting actually this motion, Mr. Speaker, is just to derail the process. What is so difficult in just voting, concluding the matter, because you made a resolution, and we move on. If the amendment carries the day, we will agree and support it. If it doesn't, that's the end of the matter, Mr. Chair.
Minority Leader, what's your point of order? Mwenyekiti, nafikiria Suluhu vile ameomba radhi, ameomba kwamba umsamehe. Manake radhi kwetu ni kusamehe. Lakini wewe ndio ulikuwa umemwambia, si hawa wawili wako na wewe. Kwa hiyo kama ni yeye amekusha kuambia wewe ameomba radhi, nafikiria hiyo imetosha. Ingekuwa vyema tuendelee, Bwana Speaker. Senator Sifuna, sisi ambao tuko hapa hatukusikia ukiomba radhi. Tulisikia ukiwaita hawa clerk wawili waongo, makarani waongo. Tafadhali Mheshimiwa, omba msamaha na ufutilie mbali hiyo maneno. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu nina haki zangu kama seneta, ninaomba kwamba picha hizo zirejelewe, na iwapo kile ambacho umesema kwamba wewe umekiona kitaonekana kiwazi, nitaomba msamaha tena kwa maradufu. Kwa lugha zote, hata ikiwa ni lugha ambayo anaizungumza yule kiranja walio wengi, nitaomba msamaha. Warejelee picha za yule seneta akiwa kwenye bedroom yake. Wacha tumalize